Filamu inaanza na binti mmoja, Anita, anazunguka katika eneo moja ambalo ni kama ni eneo limetelekezwa. Lilikuwa lina umeme kwa mbali na mwanamke mmoja akiwa anacheza kwa namna ya kutisha. Alipomkaribia mwanamke akiwa amegeuka katika namna ya kutisha. Binti, jambo hili lilikuwa limepunguza hofu sana. Kisha kuna kiumbe cheusi kikiwa kimetokea eneo hilo kutoka kwenye ndoto. Hili jambo liko alimfariji kwamba hii ilikuwa ni ndoto tu. Alipotoka nje kwenda kuchota maji katika chupa yake, ghafla akasikia kama kuna mlango unafunguka wenyewe, lakini alipogeuka nyuma hakuna mtu eneo hilo. Binti akaendelea kujaza chupa ya maji akiwa hapo, hakuna kama kuna kivuli eneo hilo. Akiwa na wasiwasi, ndipo rafiki yake alikuwa anaitwa au amejitokeza hapo akiwa ameshikilia keki. Akamwambia kwamba heri ya siku ya kuzaliwa kwako rafiki yangu kipenzi Kanara. Akiwa wanapiga stori huku wanakula keki taratibu, akiwa amemgusa sana rafiki yake kipenzi kuhusiana na safari ambayo yeye ampanga kwenda kijijini kwao kwa Yohana kuhamasisha kafara ili aende naye kijijini kwao kwa sababu atabaki kuwa mpweke tu. Manara pamoja na hayo ni marafiki wa muda mrefu na wanashare vitu vingi sana. Amemkumbusha kana kwamba kuendelea kubaki hapa utaendelea kubaki na sonona tu, kwa sababu ninajua kabisa bado unamwaza sana mpenzi wako kaka. Yaani jana alikuwa na mpenzi wake anaitwa Baraka na jamaa alimwacha kwa sababu aliamua kutoka na rafiki yake Kanara. Mshikaji aliamua kuchati na shemeji yake baada ya kupiga stori kwa muda mrefu. Huyu anamhitaji na ambatane naye ili waende naye kijijini kwao. Akasema kwamba hilo jambo alifikiria hivyo walipendekeza kwamba kesho atakuja kumchukua ili waambatane pamoja naye ili kwenda kutafuta zawadi watakazoambatana nazo. Kijijini huko analoishi Canary ni jengo la hosteli ambazo mara nyingi watu wengi wanakuja kupanga eneo hili. Kalala akasema kwamba yeye ana usingizi, hivyo anahitaji kwenda kulala. Alipofika huko ndani, ni wazi kwamba Kinara bado alikuwa anapitia maumivu makubwa sana baada ya kuachana na mpenzi wake. Akiwa ameshika simu, akaona kuna meseji nyingi sana kutoka kwa mpenzi wake kaka ambaye alimtakia heri ya kuzaliwa. Binti hakujibu kitu chochote kutoka kwa mwanaume huyo. Akiwa hapo akakumbuka kwamba kijiji ambacho alikitaja Ayeu anahitaji ambatane naye kwenda huko ni kijiji ambacho yeye mwenyewe hilo jina sio geni kabisa. Ikabidi kwanza kuchunguza kujua vizuri kuhusiana na jina hilo na ni nini kinachopatikana katika kijiji hicho. Akagundua kwamba hicho kijiji ni kijiji maarufu sana kinachozalisha madansa wengi sana kutoka eneo hilo. Japo kwa sasa kinakadiriwa kwamba idadi ya madansa kutoka katika kijiji hicho imezidi kupungua kadiri siku zinavyozidi kwenda. Hicho kijiji kinaitwa Hangi. Alipochunguza zaidi kuhusiana na kijiji hicho, akapata nakala nyingine inayozungumzia kuhusiana na kupotea kwa binti mmoja. Anaitwa Mariam, amepotea miaka 10 iliyopita na hajawahi kupatikana kabisa dalili zozote kwamba yuko hai ama yuko wapi, na binti huyo alikuwa ni dansa nzuri sana kutoka katika hicho kijiji. Katika hiki kiundani zaidi, siku iliyofuata Kalala akiwa na rafiki yake walitoka moja kwa moja kwenda kutafuta vitu kwenye maduka huko ili wapate zawadi za kuambatana nazo kurudi kijijini. Wakiwa hapo, Kalala ametoka hapo mara moja akaenda katika duka moja la kale. Akiwa eneo hilo akaona kama kuna kitambaa kimoja. Baada ya kukigusa tu, kuna mwanamke mmoja ametokea nyuma yake, akamwambia kwamba hilo vazi ni kwa ajili yako. Akashtuka Corvette. Mwanamke huyo akamwambia kwamba hilo vazi Swahili hujali na kumchagua mtu wa kulimiliki lenyewe, akisema kwamba shughuli hiyo imekwisha kukuchagua wewe, na kwa kawaida shairi hiyo mchagua mtu hubaki nayo daima milele milele. Yeyote anayechaguliwa na shughuli hiyo basi hufungwa nayo milele daima. Muda huo huyu mwanamama anamwelekeza huku anamfunga binti nywele zake kwa pini maalum ambayo ni pini inayoambatana na shughuli hiyo. Binti, baada ya kutoka hapo, tukaona taswira ya mwanamke mmoja wa ajabu kwenye kioo, japo binti hakuiona. Alipofika kwa rafiki yake, akamwambia kwamba nimepewa ushauri pamoja na binti yake kutoka kwa mwanamke mmoja katika duka lile. Amesema kwamba shughuli hii amenichagua mimi. Askari wanashangaa kivipi? Akawa amemwonya tu rafiki yake kumwambia kwamba epuka sana kupokea vitu kutoka kwa watu usiowajua. Walipondoka hapo, tunagundua kwamba duka lile ambalo binti alikwenda kuchukua hilo vazi duka limefungwa, halijawahi kufunguliwa na limeandikwa inakodishwa. Waliporudi nyumbani, walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya safari ya kwenda kijijini, kwa sababu Kanara yukuambatana na rafiki yake huyo kumsindikiza kijijini kwao kuliko yeye kuendelea kubaki hapa peke yake. Kabla hawajaondoka, binti
Alichukua ile shauri pamoja na pini yake ya nywele na kuviweka kabatini. Yeye hakuhitaji kabisa kuambatana pamoja na hivi vitu, akaamua kuviacha ndani hapa. Basi safari ikaanza kwenda kijijini. Huko nako amefika majira ya jioni na mvua. Kalala inapendekeza kwamba wapate hifadhi kidogo ili mvua ipungue waendelee na safari. Lakini baada ya muda mfupi tu wa kupumzika, Kalala akaanza kusikia kuna muziki fulani wa ajabu unaimbwa eneo hilo, lakini akamkatisha, akamwambia kwamba tuondoke, hatuhitaji kupumzika hapa kwa sababu tumekaribia kufika. Hivyo wakaamua kwenda nje. Ninja na Mvua imefanikiwa kufika katika nyumba ya kina hayo, na walipokelewa na mama yake, au mama amewakaribisha kwa furaha kubwa sana. Sasa wakiwa hapo, baba yake huyu mzee Pastor akawa amefika hapo, lakini baada ya au tu kumtambulisha Canada kwa huyu mzee sura yake ilibadilika ghafla, akakosa amani kabisa. Ni kama anajua kuna jambo fulani baya linakwenda kutokea. Wakiwa ndani, huyu hakuwa amemwomba msamaha rafiki yake kwa tabia ambayo baba yake ameionyesha mbele yake. Binti ikabidi kumuuliza, kwani hamna marafiki zako ambao wamewahi kuja katika nyumba hii? Au akasema kwamba kiukweli mimi sina marafiki, na ni wazi kwamba wewe ndo rafiki yangu wa kwanza kufika katika hii nyumba. Ikabidi kumuuliza hayo, kwani hakuwaambia wazazi wake kwamba utaleta rafiki yako siku ya leo. Binti akajibu kwamba nilimwambia mama yangu tu, na mimi niliamini kabisa angeweza kumwambia babangu, lakini usijali, hakuna kitu chochote kinaweza kikatokea, uko mikono salama kabisa. Basi baada ya muda Kanali ikabidi kutoka hapo kwenda kujiegesha. Wakati yeye anaoga, mama yake Ayo akamuuliza mume wake mzee, please Tom, mbona tangu amefika ndani hapo umepoteza kabisa furaha yako? Kuna nini kimetokea? Mzee hakujibu kitu chochote, kakaa kimya tu. Sasa binti Kalala baada ya kumaliza kuoga, ghafla mlango ukiwa umefunga kwa nguvu. Alipogeuka kaona kama kuna kivuli cha mtu amepita nyuma ya ule mlango, akadhani pengine ni aibu. Akaanza kumwita, akaita sana, lakini kimya tu. Baba yake au pastor akawa amefika hapo na kumwambia kwamba huyo sio hai na hicho chumba sio cha hayo, huruhusiwi kuingia huko. Binti akiwa na uoga akaomba radhi tu, akaamua kurudi chumbani kwake. Wakiwa wanapiga story na rafiki yake huyo, anasema kwamba baba yake amemzuia kabisa yeye asijihusishe na mahusiano. Binti anahisi anabaniwa, anatakiwa kuachwa huru na yeye ni mtu mzima. Kalala akamwambia kwamba baba yako ana maamuzi mazuri sana, usiingie kwenye michezo ya namna hiyo. Angalia hata mimi kilichonikuta baada ya kuingia kwenye mahusiano na mwanaume, na ambulia kusalitiwa tu. Haya maumivu ni mabaya sana, hautakiwi kuyapata hayo. Akamwambia kwamba pengine wewe bora hata umeweza kuonja uzuri pamoja na uchungu wa hayo mambo, lakini mimi hapo. Binti akaendelea kuzungumza mengi sana. Baada ya kuja kugeuka kumwangalia, huyu anakuja kugundua kwamba hayo kitambo tu amekwisha kusingizia binti kama kawaida. Wengi ikabidi kuchukua simu. Kwa bahati mbaya simu yake haina moto, ikabidi aende kuchukua chaji yake kwenye mkoba. Akashtuka sana baada ya kuona tena lile vazi shwari liko pamoja na pini yake viko humo, na wakati yeye aliacha nyumbani kule kwenye kabati. Hili jambo linatisha sana binti, na akawa amekumbuka kabisa ile tahadhari ya yule mwanamke aliyemvisha ile pini kwa mara ya kwanza. Alimwambia kwamba mtu yeyote aliyechaguliwa na hili vazi mara nyingi huunganishwa nalo milele, na milele litaambatana na wewe popote pale utakapokuwa. Akiwa na hofu, akageuka kuchomeka simu yake, lakini ghafla mguu wake ukisogea kwenye sakafu yenye unyevunyevu, akagundua kwamba kuna maji yanavuja. Ni maji ya mvua ambayo yanatiririka kutoka juu ya dari kuja ndani. Hapo akaamua kwenda jikoni kwenda kuchukua ndoo ili aje kukinga maji hayo. Aliporudi chumbani, akagundua dirisha limefunguka kidogo. Akaamua kulifunga, lakini akiwa eneo hilo akamuona baba ake yuko hapo. Wakati anaingia hakuona mtu yeyote. Zee kakaa kwenye giza tu. Binti akome kumsemesha kwamba nilienda kuchukua ndoo kwa sababu chumbani kwetu kuna maji yanavuja, lakini mzee hakujibu chochote. Ikabidi kurudi chumbani kwake. Wakati huo sasa pastor baba yuko chumbani kalala na mke wake. Sauti ya kishetani pamoja na mikono yake iko ameonekana pembeni yake, ikamwambia kwamba mpaka kifo kiwatenganishe. Mzee akaamka ghafla, kutazama pande zote, hakuna mtu yeyote eneo hilo. Mzee usingizi ukaisha, akaangalia kila kitu kiko sawa, ila ndani ya moyo wake amani imetoweka.